Hello, how are you doing? I hope unaendelea fiti. So leo tunaanza kwa Sharon. Ndako kwa simu na naambia mwenzake that niko kwa Nduthi hata nishatoka. Then amefika kwa gate yake akaona kina Eddie wakikuja. Okay, Eddie amedischargiwa. So anapenda kwa ile nyumba ya kina Isabel. So mnakumbuka Karen ashapatia kina Isabel nyumba. And in that process pia Vala akakuja. So hapo Sharon anauliza kina Eddie ni nini inaendelea. But hakuna mtu anamjibu. In fact, kila mtu amepita tu bila kuongea. Then Isabel alikuwa nyuma yao kiasi. Then Sharon akamsimamisha akimuuliza ni nini inaendelea. Isabel akamwambia well, Eddie ametolewa hosi. Si Sharon akasema hosi, kwani nini mbaya? Then Isabel akamwambia kwani uko unajua? Sharon akasema mimi sijasikia. Then hapo sasa Isabel akamwambia well, Eddie alivamiwa juzi na majambazi na akastabiwa, alidungwa kisu. So si Sharon akasema what? That explains it now. So si Vala akamuuliza explains what? Then Sharon akasema venye tu nilipata Jojo akilia. Then Vala akasema okay. Then hapo sasa Vala akauliza na kwani mbona anapelekwa kwa ile nyumba ya Naomi? So si Isabel akamwambia eti nyumba ya Naomi, that is my house, my own property. So si hapo Sharon akamwambia eti your own property. Isabel akamwambia yeah, that is my house. So si hapo Sharon akamwambia hey, Isabel ni nini inaendelea? Then Isabel akamwambia awachane na yeye tu na Isabel yeye akaenda. So venye Isabel ameenda Sharon akashangaa akauliza Val, kwa sure hakuna kitu najua wewe? Na hapo Val akamwambia ai mami sijui kitu. In fact ningekuwa najua ningeshakwambia kitambo sana. Na hapo sasa Sharon akamwambia ni sawa basi. So venye anaendelea kuongea ule mwenye alikuwa anampigia Sharon akapiga tena simu. Sharon akasema huyu mama naye anapiga simu mingi. Akamwambia tu Val utani update. So si Val akamwambia ni sawa. Then Val akafuata kina Jojo kwenda kwa ile nyumba ya Isabel. Tukuje kwa hiyo nyumba ndo Eddie amefikishwa nyumbani. Jaco hapo anamuuliza kama kuna kitu chochote anahitaji. Then Eddie akasema hapana, but ningependa kuwashukuru sana for the moral support na maombi yenu. Sijui hata ningekuwa wapi bila nyinyi. Then Emma akamwambia you're welcome and now this is the place yenye utakuwa unakaa. I hope hautakuwa na shida yoyote. Eddie akasema mimi sina shida yoyote as long as my family is around I'm okay. So sikina Isabel na Val wakafika kwa pamoja. Val akaketi akamwambia Eddie, I'm so sorry baba Jojo, ndo nimesikia. Na hapo Eddie akamwambia thanks Val. So si hapo Isabel akamwambia Eddie, na by this ningekutengenezea ka uji at least. Eddie akasema hapana, for now nataka tu kurest. So si Isabel akamwambia ni sawa basi we rest, alafu by the time unaamka itakuwa ready. So si Eddie akamwambia asante. Na hapo sasa Val akamwambia tu baba Jojo get well soon. Jo amepigiwa simu, kureceive simu na receive akitoka. So kila mtu anasikia akisema hey Jaden mambo. So si hapo Jojo tu akareact facial expression tu. So venye Val ametoka Jojo akamwambia babake ampeleke bedroom enda akatulie. So si Jojo akapeleka babake huko. Anyway tukuje kwa Derek mwenye bado ako heartbroken na zile words Val alimwambia. So as you can see room yake is very dirty. Then Molinda ametoka vacation na amekuja kwa room ya Derek akamwambia hey what is going on here, is this what I come home to? So si Derek akanyamaza. Then hapo mama wake Derek akamwambia ni nini inaendelea hapa? Derek akamwambia mom just leave me alone, mi siko in the mood ya kupigiwa kelele, in the mood of bashing me, I don't want it. Then hapo sasa Mwenda akamwambia oh kababa unataka nikupigie makofi I cheer you ama umekuwa ukifanya nini kwa nyumba yangu na kuuliza na kuja nyumbani kupata vitu kama hizi umekuwa ukileta wanawake kwangu. So si hapo Derek akamwambia this is exactly the same problem I've been talking about. Yaani wewe unaniblamingi tu like umeona tu mimi naleta wanawake kwa hii nyumba, how can you think of such a thing? Na by the way mom wewe unaona hata ushaniuliza kama niko na shida, mbona hata hujaniuliza are you sad, are you okay? Hizi vitu za kunibash bash tu ndio inafanya nakaa far away from you. So Simoli akanyamaza. Tukuje sasa kwa Val, ndo Jaden amefika kwa nyumba ya Sharon. So wakapatana na Val kwa mlango. Then wakahug. Jaden akamwambia well nilikuwa nakutafuta mtu wangu. So Val akamwambia well niko hapa wewe ingia tu kwa nyumba acha mimi nishie kwa shop. Sasa Jaden akamwambia ni sawa basi bora usikawie. Val akamwambia of course siwezi kaa sana. So Val akaishia. Kumbe all this time Jojo alikuwa anachungulia na huko nyuma. And as you can see Jojo is jealous again. So nashangaa kwani Jojo yuwapenda nani? Amani ama Jaden? Tena kwa kina Derek sasa. So Molly ameamua kushuka chini na akamwambia Derek, so I know you are right. I'm so sorry for everything yenye nimekuambia. So you know you can talk to me anytime. So niambie ni nini shida? Derek akamwambia mom just leave me alone. Achana tu na mimi. So Molly akamwambia can you just you know you can talk to me. Unajua hata kama si sahi maybe wakati mwingine basi I'll just leave you, acha ni clean up mess yako. So Molly akitaka kusimama Derek akamwambia mom just tulia kwanza. So Molly akaketi chini. Then hapo Derek akamwambia well the reason I'm like this ni because I'm so in love, I'm deeply in love. So
So si hapo Molly akamwambia okay, uko in love wewe. Si hapo Derek akasema yeah. So si hapo Molly akamwambia well, na huyu msichana namjua. Then Derek akamwambia yeah, unamjua vizuri sana. In fact, I'm in love with the girl mwenye ulimkataa. So si hapo Molly akamwambia wait, what, Val? Then hapo sasa Derek akamwambia yeah, Val, I'm so in love with Val. So much. So si Molly ikabidi tu amenyamaza. Anyway, kuja kwa nyumba ya Sharon, Jayden ako hapo ametulia, then akasikia knock. Akasema Val, umerudi mapema. Kwenda kufungua akapata ni Jojo. Jojo akaingia kwa nyumba akamwambia Jayden, naona tangu ufufuke huku ndo umekuwa ukikaa. So si Jayden akamwambia well, nimekuwa nikikaa hapa by the way, nimekuwa nikichill na Val. Unajua naniakolea sana. Na hapo sasa Jojo akamwambia well, that's romantic. So si hapo Jayden akamwambia well, mimi hata sijui unaongelelea nini, but anyway unaendelea sawa? So si hapo Jojo akamwambia come on, cut the crap. Na sasa unajaribu kunifilisha na Val. So si hapo Jayden akamwambia wewe unaongelelea nini anyway? So si Jojo akamwambia usijifanye that haujui story. Najua unanifilisha na Val. Jayden akamwambia mimi hata sijui unaongelelea nini, na last I checked by the way, so ulikuwa umeoleka ama? So si Jojo akamwambia we, akaanza kumsukumanisha akimwambia usijifanye that hauko in love na mimi bado. Then hapo sasa Jayden akampull karibu. Na kukawa na tension kiasi, si mnajua venye watu wako in love. Turudi kwa Derek na Molly. So Molly anamwambia Derek okay, I hear you na nimekuelewa, but again there is this rift between us na Mama Val. So si hapo Derek akamwambia yenye ulicreate wewe mam, ulicreate ile time wenye you looked down upon Val, alafu sasa it's your fault mam. Alafu kitu nimerealize when it comes to my stories, wewe unajifanya unanisurprisingi, unanipin down, alafu when it comes to you about yourself unajifanya hero sana. So si hapo Molly akamwambia come on Derek, this is my line of duty, this is my profession. So si hapo Derek akamwambia line of duty my foot. What profession mama, what are you trying to say? Unajua that's just an excuse, the same narrative unatumianga kuni suppress, unaona? So si hapo Molly akamwambia hapana. Derek akamwambia well, for a fact I know that uko na very many disappointments, na one of them is me being your son. So si hapo Molly akamwambia how can you say something like that Derek? Derek akamwambia it shows mami, inaonekananga sana wakati hata umejam. So si hapo Molly akamwambia well, I'm so sorry kama inakujanga hivyo, but unajua hata mimi najaribu wingi kukuhold accountable for everything that you do, kwa sababu hata unajua unaweza kuwa rebellious. Na hapo sasa Derek akamwambia do you know why I'm rebellious is because there is nothing that I can do yenye wewe mama unaweza approve useme ni kitu mzuri, hata niseme nini bado tu utakata. Everything that I do ni wrong kwako, so we niambie. Sometimes hata nakaa kwa room yangu najiuliza, am I a mistake in your life? Am I a mistake to my own mom? So si hapo Molly akanyamaza tu. Anyway, tukuje kwa kina Jojo, bado wako hapo wameshikana, alafu wakasikia footsteps za Val, ikabidi tu wameachana kiharaka. Then Val akaingia akisema unajua hata sijalipa vitu nimenunua juu nimesahau simu. Then akaona Jojo akamwambia unafanya nini? Jojo akamwambia well, nilikuwa nakutafuta. Then Val akamwambia well, niambie basi. Then Jojo akamwambia hapana, we better talk outside. Then Jayden akasema ama ni wa excuse. So si Jojo akamwambia hapana, you just chill. Then Jojo akatoka. Na hapo Val akaanza kusema kwani simu nilisahau wapi? Iko kitchen. Akaingia kitchen. Then akamwambia Jayden, na by the way unajua nini Jojo anataka kuniambia? Jayden akamwambia sasa mimi nitajua aje kweli na ni wewe anakutafuta? Si Val akamwambia ni sawa basi. Jayden after Val amejitoa hapo akabreathe ile ya kujirelaxisha tu. Okay, hapo tukuja kwa Jojo hapa nje. Ametulia hapo amesimama. Then Val akakuja akamwambia unanitafutia? Jojo akamwambia I forgive you. So si Val akamwambia juu ya. Then Jojo akamwambia juu ya kujaribu kusabotage marriage yangu. So si Val akamwambia okay, are you for real? Jojo akamwambia Then hapo Val akamuuliza mbona sahi? Jojo akasema nimerealize tu sitaki kuweka grudges. Then Val akamwambia ni sawa basi, if you say so. Si Jojo akamwambia that is all you have to say? Then hapo Val akamwambia kwani? Si Jojo akamwambia okay sawa basi. Then Jojo akajitoa, si Val akabaki tu hapo akishangaa. Tukuje kwa Molly sasa na Derek bado. Molly ako hapa anauliza Derek ni apartment ya ngapi tunahamia? Sababu ya wewe tabia zako na rebellion yako. Everywhere unakosingi disaster tu. In fact nimekuwa kwa vacation yangu najienjoy, alafu napigiwa na management ati umekoste na troubles. Ati tunafaa tena kwanza kuhama. Nianza tena kupiga simu kutafuta nyumba. So si hapo Derek akamwambia kama mama usinigeuzie. Unanigeuzia na story imekuwa yako. Si Molly akamwambia hapana, mimi sikugeuzi, nakwambia tu ukweli.
Je, sasa huwezi enda kila mahali ukicause troubles. Plus another thing, if you want me to treat you like an adult, can you just act like one? Then hapo Derek akamwambia ni sawa basi mam, nimekuelewa, lakini hata wewe mbona siku moja usini appreciate? Why not pat me at my back, tell me that you did something good? Kila time tu ni kunikumbusha venye mimi niko chini, kila time tu ni kunipush. Then Mwili akamwambia, do you know the reason as to why mimi nakupush? Because I'm well aware of your capabilities. Then Derek akamwambia, come on mom, siku moja hata mimi uni appreciate, uniambie you did well somewhere. Si hiyo kila mara tu kunikumbusha venye nimefanya vibaya, unani underrate tu. Well, mi hata sijui naji explain nini, that is Mwili for you. Then hapo sasa Mwili akamuliza, so what do you expect of me? Then Derek akamwambia, I just want you to be a mom, be my mom. So si Mwili akamwambia ni sawa. Then Derek akamwambia, okay, let me just spell it out. I want you to appreciate me because you've never appreciated me. Hakuna siku ushainiambia nimefanya kitu vizuri. I want you at least ukwe tu kind. Why can't you be kind for once? So si Mwili anamwangalia tu Derek. Then Derek akamwambia, hata nataka ukumbuke that mimi sina marafiki and kuna kitu hata sijai kuambia in my life, but I love you so much mom. Na ujue niko na wewe tu peke yako. Sina friends. Imagine sina anybody else. Like the only person niko na yeye ni wewe, but wewe mwenyewe unanipush. Wewe niambie nafaa kugeukia nani? Kama si wewe. Who am I supposed to be open to kama si my own mom? Then hapo Mwili akamwambia ni sawa basi, I'm so sorry for making you feel that way and I'm willing to work on myself. So pia wewe niambie that you are willing to work on yourself. Usikuwe tena rebellious. Then Derek akamwambia ni sawa mom. Then hapo Mwili akamwambia sasa story ya Val, sasa wewe niambie unaplanaje kumwin back after amekwambia hataki story zako. Then Derek akamwambia wewe niachie tu hiyo sector. Mwili akamwambia ni sawa. Then hapo sasa Derek akamwambia lakini mom nikuulize, nikiwin Val back uko willing kumkubali? Then sasa Mwili akamnyamaza kidogo, then akamwambia well, acha tu nikuwe honest na wewe, given the situation that yeye alijaribu kusabotage marriage ya Amani na Jojo, that is a big red flag kwangu. Ni kama tu kuchota maji ukieka kwa gunia Derek. Kuja kwa Neema na Jojo wako hapo wanaongea. So Neema anamwambia Jojo, hii issue yako na Amani imekuwa so worse. Then hapo Jojo akamwambia, "Hey mama, usiniharibie muda. Kiacha tutaongea nikirudi nyumbani, wewe enda tu." Si hapo Neema akamwambia ni sawa basi. So akiendelea kuongea, Jayden akakuja akisema, "Hey mama Jojo, finally nimekupata na venye nimekuhata wewe." So Neema akamwambia, "Okay Jayden, pia mimi nimekuhata sana. Na unafanya nini huku?" So si hapo Jayden akamwambia, "Oh, hata ndo huu Val, ni arifi yangu ameni-invite break, ndo nimekuja kuchangamkia." Then hapo sasa Neema akamwambia, "Okay, sawa basi." Jayden akamwambia Neema, na by the way congratulations. Nasikia unatuletea ka third born. Then hapo sasa Neema akaangalia Jojo. Then Val akasema hapana, ni mimi nilimwambia. Then hapo Neema akamwambia tu Jayden, "Okay, thanks." Then sasa si Val na Jayden wakaenda kwa nyumba, at least wakatengeneza breakfast. Neema akageukia Jojo akamuuliza Jojo, mbona Jayden haja kusalimia, kwani mmepatana? Then hapo Jojo akasema hapana, maybe tu ni issue ya Amani venye ali overreact. Neema akamwambia, ni sawa basi, acha tutaongea ukifika nyumbani. Si Jojo akamwambia ni sawa. Rudi kwa Mwili na Derek. So Derek anakuwa hapa anamwambia mamake, mimi hata sijui mbona niliopen up kwako shwali. Sasa hizi ni nini? Then Mwili akamwambia kama Derek acha ku overreact. Derek akamwambia mamake, I'm not overreacting. Unaona vitu unaniambia? Mimi hata sijui mbona nimwongea hizi zote. The next thing utaanza kusema venye mimi niko rebellious. Then hapo Mwili akamwambia come on son, relax. Umeniuliza honest opinion yangu na nikakupatia. Derek akamwambia mamake, ni kama tu wewe hauni trust, like hauwezi trust judgment yangu. So si Mwili akamwambia maybe then I'm being protective. So si Derek akamwambia well, kama unakuwa protective, maybe unakuwa overprotective, too overprotective. Si Mwili akamwambia come on, do you remember the last time ulikuwa in love? Nini ilifanyika? You are so heartbroken hadi ukaingia depression. Una expect nifanye nini? I'm so sorry kama nakuwa overprotective. Then hapo sasa si Derek ikabidi tu amenyamaza. Tokea hapo tukuje kwa nyumba ya Mark, ndo Neema anafika na kuna this girl amekuja. Mnakumbuka mtoto wa Wilkester msichana Jessica? So this is the girl amekuja akiulizia kwa Mark. Neema akamwambia ya hapa ni kwa Mark, na we ni nani? Huku kwa nyumba Mark anaongea na Amani. So Mark anamwambia Amani, inauma sana saa zile mtoto wako ni heartless, especially to the person mwenye ali save life yake. Then hapo Amani akamwambia
I cannot imagine you're talking about this. What if baba ya Jaden hangekufa? Si hata mimi ningekufa juu Jaden mnamtetea. Then hapo sasa Mark akamwambia, what are you trying to say? Hebu toka hapa. You're still talking. Toka hapa. So si hapo Amani akaendelea kuketi. Mark akamchukua akamvutanisha karibu ararue shati. Akamtupanisha na huko kando akamwambia toka. Can you just get out of my face? So si hapo Amani kabidi tu ameenda. So venye Amani anajaribu kupanda stairs, ndo Neema anaingia na Jessica. Jessica akakuja akasalimia Mark na akajiintroduce kama Jessica, a younger sister to Jaden, as in mtoto wa Will Kista. Si hapo kusikia Amani akaklik na akaenda upstairs. So si akakaribishwa akaketi. Then sasa venye ameketi akaanza kusema venye yeye ndo ametoka South Africa. Na since hakumanage kuattend burial ya mama yake na pia Jaden hayuko karibu, unajua yeye anafikiria Jaden ako abroad. So akamwambia Mark, nimejaribu kutafuta tu mtu alikuwa close nikaambiwa you're the closest friend. Ndio nimekuja kukuomba kama unaweza nipeleka kwa kaburi la mamangu. I pay the last respect kwa sababu she meant everything to me. Sikina Neema wakamwangalia tu Jessica. Tutoke hapo tena tukuje sasa kwa Jaden na Val. As you can see wameandaa breakfast vizuri sana na ndo wanakula. So Jaden ako hapo amenyamaza, anafikiria vile wamepatana na Jojo. Na Jojo anamwambia don't deny it. Can you just admit that bado uko in love na mimi? Na nakafikiria venye Jojo amemsukumanisha na yeye in return akamshikilia. So venye anafikiria hizo zote, si Val akanotice ni kama Jaden anafikiria mengi, si akaamua kumuita Jaden hata asikii. Akakuja aka snap finger zake hapo. So si Jaden akamwambia, oh unaniambia nini? Val akamwambia ni nini mbaya? Jaden akamwambia hakuna. Val akamwambia ai, kulingana na venye uliingia hapa na venye uko sahi, kuna kitu tu imehappen, nini shida? Jaden akamwambia ni venye tu mahesabu zangu haziingiani na maziara zangu. So si hapo Val akamwambia ni sawa basi, kama ni don't nitakuokolea. Then Jaden akamwambia hapana, wewe usijali nitajisort tu. So si Val akamwambia ni sawa, na by the way hujaniambia penye unakaa, unaishi wapi? Jaden akasema kuna places mingi sana za kukaa. Si Val akamwambia tuseme tu nataka kukutafuta na kupata wapi. So Jaden akasema well, siwezi kuambia ki place unaweza nipata because hata siko sure. Sasa itabidi tu natafuta ile place tuna dancingi, hutanikosa huko. So si Val akamwambia ni sawa basi. Na hapo Jaden akauliza na by the way mamako ameishia wapi? Val akasema amemkia soko. Na hapo sasa wakiendelea kutulia kukula breakfast, Val anapigiwa simu na Derek but Val anashinda akikata simu. Si hapo Jaden akamuuliza ni nini shida? Unashinda ukikatia mtu wako simu mbona? Then Val akamwambia wewe usijali. So si Jaden akamwambia kama uniambie kama kuna shida kwa sababu simu ilikuwa sawa juzi hata tukienda Gikomba. Ile time ulikuwa mmeenda out, kwani si I thought mlikuwa sawa. Then Val akamwambia wewe usijali, never mind. So Jaden akamwambia ni sawa basi. So akaendelea kula breakfast. Ya Val akasmile Jaden anashangaa kwani Val ako in love na Jaden tena. Anyway, tumalizie hapo. Wishing you a restful weekend and let's meet on Monday. Thank you for always being here.